anakuangalia unapofika pale, anakuangalia na akitazama namna hii, anaona huyu kwake atakuwa hana hela ya kula. Umepitia shida, una pesa. Na kwa sababu ujui, na pembeni kuna mtu ambaye anabusi yale maneno, tabiri wewe na ndio baba. Hujashika pesa miezi miwili sasa. Ndio. Mwambie jirani yako, shida ni wewe. Mwambie shida ni wewe. Sio nabii, sio mtume. Shida ni wewe. Unaekaa kwenye kiti hapa, tunapokufundisha ushiki hata moja, na unapokosa kushika unaanza kwenda kuyumba huko nje. Ukisikia yuko Tanga mjini upo, ukisikia yuko Korogwe upo, ukisikia yuko Pangani upo, ukisikia yuko huko Hale upo, kila mahali upo. Umechanganyikiwa. Ndio. Shida ni wewe. Unapoondoka hapa usiseme na shida ni wewe. Na kama unataka kuona shida ni wewe, umeshika nini? Umeshika nini cha Mungu? Agizo gani la Mungu umelishika? Agizo gani la Mungu unaliishi? Agizo gani la Mungu unalitenda kwa moyo? Shida ni wewe. Haleluya. Shida ni wewe. Nikakumbuka kile kitabu cha Mathayo, anasema usiangalie kibanzi kilichopo ndani ya jicho la mwenzako, wakati boriti lililomo ndani ya jicho lako mwenyewe huliangalia. Watu wakachukua lile neno wakaanza kujitia moyo, manake Mkristo ndio anajiona ana kibanzi, alafu wale wasiokoka wana boriti. Kumbe yeye Mkristo mwenyewe ndio ana boriti na kibanzi kiko kule nje. Yaani tunajihesabia haki mpaka tunapitiliza, tunajiona tayari tumefika mbinguni, lakini nini umekishika kwenye maisha yako? Hakuna. Usitaki kuulizana hapo umeshika nini, maana ni aibu. Dhambi ya kutokutenda. Haleluya. Si mnanipenda bado? Dhambi ya kutokutenda. Jitahidi hapo. Jitahidi mwana wa Mungu. Jitahidi, Mungu atakusaidia. Yaani jitahidi ushike hata mawili, hata moja, jitahidi. Ifike ule wakati ambao